Bana mambo vipi? It's your boy Nasa, Cable Nenga, Jamel, Zad, Mafioso, Nengatronics hapa. Kebana ba. Mambo vipi? It's your girl Nandi, aka the African Princess. So, swali hapa ambalo linaulizwa mara kwanza kabisa kufahamiana. Tulikutana wapi? Na kitu gani unadhani kilijenga zaidi ukaribu wetu? Mara kwanza kuonana. Tumekutana tumefahamiana na kitu gani kilieka bond kati yetu? Unakumbuka? Kuna mara kwanza kuonana na mara kwanza mimi kukuona, si ndio? Sasa mimi kukuona nilikuwa tulikuwa nasoma chuo wote, kwa kuona mara nyingi. Lakini nadhani mara ya kwanza kuonana ilikuwa kwenye tamasha la Fiesta, sio? Yeah. Kitu kilichojenga ukaribu wetu kwa mara ya kwanza nakumbuka ilikuwa Mawasama alikuwa rafiki yangu na alikuwa rafiki yako. Kwa hiyo nilikuwa naongea sana na Maua na nakutana na wewe na yeye kwa pamoja. Hiyo ndio nakumbuka. Sijui kwa upande wako. Ukasai ya tulikutana Fiesta. And kitu ambacho pia kimetufanya tuna bond kubwa, tumejenga ukaribu. I think tuna tabia zinazofanana. Napenda sana kuchati, napenda sana kuchati. Kwa hiyo tunajikuta tuna conversation nyingi, sio tu za kimahusiano, pia za kiurafiki, kujadiliana vitu tofauti. Hiyo pia imetufanya tuna bond kubwa ya. Mko na vibe gani, na kutokana ile vibe yako list mimi ni mtu aina gani? Bora. Okay. Tulipoonana mara ya kwanza, vibe nilikuwa nayo tu vibe ya kawaida kwa sababu sikukuchukulia serious. Alafu nilikuona ni mtu kuchukulia serious. Of course. Yes, kuchukulia serious. Alafu nilikuchukulia ni mtu kwanza una aibu. And then nilikuona kama ni mtu kinondoni muuni. Yeah. Kuchukulia. Okay. Okay, nani kati yetu anakasirika haraka lakini usahau haraka pia? Unisemee mwenyewe. Mimi ni mwepesi kukasirika lakini mwepesi kusamehe. Lakini pia ni mgumu kukasirika, mpaka nikasirike lazima kuwe na kitu kinachoweza kusababisha. Mimi ni mtu ambaye napenda muda wote kufurahi, na ndio maana huwa nasamehe haraka endapo nakuwa nimekasirika au nimekosea. Umeelewa swali? Ndio. Narudia tena. Nani kati yetu anakasirika haraka lakini husahau pia haraka? Elewa swali. Ongea ukweli. Mimi nakasirika sio haraka, ila nakasirika mara kwa mara. No. Bwana ni mimi. Huyu anakasirika haraka na sio mwepesi kusahau. Yaani ukifanya kitu atakukumbusha kesho, ukifanya kitu atakukumbusha tena, in short inaitwaje hiyo? Gumu. Ana gumu. Mimi sio mwepesi kukasirika sana, lakini nakasirika, lakini pia ni mwepesi kusahau na wala sikumbushi. Kweli kuliko mimi? Yeah. Mwepesi kusahau. Bana, tunapopiga picha pamoja, nani ambaye anajiangalia yeye tu? Kama picha imetoka vizuri anapost. Hilo alihitaji maswali mengi. Wewe kishaona picha yako wewe umekaa vizuri, utapeleka tu ujali wenzio wanaonekanaje. Ndio maana sipendi sana kupiga picha naye, kwa sababu hiyo picha hiyo itakuwa na kuhusu zaidi. Of course, yani. Okay, ikitokea tumekasirikiana, nani huwa kwanza kuomba msamaha na kutafuta amani? Wewe. Kwenye hilo unajitahidi. And that's true. Yeah. Ni mimi. Kitu gani ambacho tukitengeneza content za mtandao, tukitengeneza content za mtandaoni zile content zetu zile, nani huwa na overdo? Of course
bidada mkiwa mnatengeneza content yote au mna shoot au mna nini, anapenda iwe perfect na vitu vyake wanaelewa kwa sababu ni African princess. Yeah, napenda perfection, napenda kitu kizuri. Sipendi kitu kawaida ni tukitengeneza labda tumeambiwa sogea hapa, si tunasogea mpaka mbele, yani iwe extra. But sometimes una overdo. Yeah. Kati yetu ndani ana hela zaidi, lakini anaongoza kwa ubaili. Nisaidie kujibu. Mimi sio ubaili. Kiukweli kwa sababu tumeshakuwa mwili mmoja, hatuwezi kucount na hela zaidi na hana hela zaidi kwa sababu tunafanya vitu kifamilia. Lakini tukiweka kiubahili unaongoza. Watu wanajua wapare ni wabahili. Kiukweli mimi ni mbahili, msifiche. Mimi ni mbahili. Bwana, lakini mimi nimezidi, mimi ni mbahili sana. Tukiwa tumegombana, unahisi kitu gani ambacho huwa kinatusahaulisha kama tulikuwa kwenye ugomvi? Kitu gani ambacho kinatusahaulisha? Umbe. Mimi sio mbea. Ipo nitoe kabisa. Lakini kitu ambacho kinatusahaulisha ni taarifa mbalimbali zinazoendelea duniani. Sio umbea. Tumeshazoea kushare. Hapana, umbea ni mambo ya watu na nini. Lakini ukweli ni kwamba sisi tunadobwa sana, tunapiga umbea sana. Na nani? Hata tukiwa tumegombana, unakuta nishasahau kama tumegombana, namtumia vitu DM na muandikia, afu nakumbuka kumbe huyu nimemnunia. Au akirudi nyumbani kinikuta nimenuna, yeye ajali kama nimenuna au vipi, anaendelea kunipa taarifa huku tukiwa tumenuniana. Kwa hiyo tunajikuta we are fine kwa sababu ya tumezoea kuongea umbea. Hamna kitu ambacho huwa kinatusahaulisha haraka kama tulikuwa kwenye ugomvi. Tuna biashara nyingi ambazo zinashabihiana. Kwa saa nyingine tunatakiwa tu shoot content za pamoja. Unakuta kuna ongoing business, kuna hesabu zinatakiwa zifanyike. Kwa zile hasira zinaenda pembeni kwa sababu unakuta kuna jukumu ama kuna biashara ya watu lazima ikamilike, maisha yaweze kuendelea. Kwa hata kama tuna ugomvi, hasira zinabidi zikae pembeni. Okay, unapokuwa shopping, ni mfumo gani wa malipo unaopendelea zaidi kutumia kati ya cash au digital? NBC kiganjani. Mimi napenda kutumia mifumo ya digitali kwa sababu inarahisishia mara zote ambapo nakuwa niko na simu yangu tu ya mkononi. Naweza kufanya payment za tofauti na kubeba makesh mengi. Lakini pia napokuwa natumia NBC kiganjani, naweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Naweza kufanya malipo napokuwa shopping, lakini naweza pia kufanya transaction nyingine nyingi. Kwa hiyo kwangu mimi na prefer mifumo ya digitali na zaidi na prefer NBC kiganjani. Ni wimbo gani ambao kila ukisikia huwezi kujizuia kuimba? Yaani ukiusikia tu lazima uimbe. Kama Totorimi. Da. Yani lazima ni. And okay, kuna changamoto gani ambazo tulizipitia public tukiwa kama couple, lakini changamoto hizo zilitufanya tuwe strong zaidi? Public wise, sidhani kama kuna changamoto kubwa sana ambayo naweza kusema labda tulipitia public. Ambayo nasema ikatukwamisha alafu baadaye ikatufanya tuwe strong zaidi, kwa sababu of course kama mimi naamini hivi vitu vyote vya mitandao na nini imekuwa tayari kwenye maisha yetu, ni vitu ambavyo hatujali sana, wala sio vitu ambavyo tunameza kichwa. Sijui kama hakuna kitu ambacho kimewahi kuingia katikati public alafu kikaturudisha nyuma, na hakuna changamoto kubwa. Ni vitu vyote vinavyoenda public na nini ni rahisi kwetu sisi kuvienda, kwa sababu ni kitu ambacho tumekuwa tunaishi nacho karibu kila siku ya maisha yetu. Unajifunza nini kila siku tunapokuwa kwa safari yetu ya pamoja ndani ya mahusiano yetu?
na kazi pia, lakini sio mahusiano tu, mahusiano na kazi. Okay. Najifunza nini? Yeah. Kwenye kazi najifunza kushirikiana, kufanya vitu kwa pamoja, yeah. Inajenga zaidi. Na inaongeza uaminifu. And kwenye mahusiano najifunza kuamini mapenzi ya kweli hapo, and kwamba family is everything. Yeah. Umemaliza kila kitu. Mimi najifunza upendo zaidi. Na kila siku najifunza kukupenda zaidi na zaidi. Okay. Kitu gani unatamani ningekuwa nacho au ningekuwa nakifanya mara kwa mara? You have everything that I want. Kitu gani unatamani ningekuwa nafanya mara kwa mara? Unafanya mara kwa mara. So kwa maana unachotamani unafanya mara kwa mara. Kwa sababu vivyo ninavyovitamani tayari unavifanya mara kwa mara. Siwezi kusema kwenye public. Okay. Uhusiano wetu umeathiri vipi maisha yetu ya kazi, positively and negatively? Positive ni kwamba sisi kuunganisha nguvu zetu pamoja kumetengeneza fan base kubwa sana ya aina tofauti ya mashabiki. Kuna watu wanaoshabikia kapo yetu, kuna watu wanaoshabikia mimi, kuna watu wanaoshabikia mke wangu, kuna watu wanaoshabikia maisha yetu, kuna watu wanaoshabikia, kuna watu wanampenda mpaka mtoto wetu tu, kuna watu wanapenda ile lifestyle yetu kila siku. Kwa hiyo imetuongezea mashabiki tofauti sasa hivi, na mashabiki ambao wazazi wako kwa familia, tuna watoto, tuna agement wetu, mimi nimepata mashabiki wengi wa kike kutokana na fan base ya mke wangu, na nimepata mashabiki wengi ya vijana kama mimi kupitia fan base yangu. Kwa hiyo imetuongezea wigo wa mashabiki wa age groups mbalimbali, wenye karama na kaliba mbalimbali tofauti, lakini pia imefanya tuwaze kuwa wabunifu zaidi tunapokuwa pamoja kutengeneza vitu vizuri na vikubwa kuendana na ukubwa wetu na umoja wetu. Kwa hiyo hivyo ni moja kati ya vitu positive. Pia imefanya tunaweza kufanya vitu vingi vizuri na vikubwa kwa sababu tunakuwa tuko pamoja. Mawazo ya pamoja ni tofauti na mawazo ya mtu mmoja. Lakini negative side kuhusu hiyo sioni sana, kwa sababu mimi mara nyingi siangaliagi vitu negative, lakini I don't know, maybe hate labda inaongezeka. Kuna watu wale ambao hawapendi watu wakiwa wanapendana, kuna watu ambao hawapendi wakiwa na watu vitu vyao vinafanikiwa zaidi, ambao hao huwezi kuzuia, yani hata ufanye nini lazima kuwe na aina hizo za watu. Kitu gani unatamani kuniuliza hujawahi kuniuliza? Labda leo unaweza kaniuliza. Umekuwa ukitamani kuniuliza. Uliza. Una swali? Hauna swali? Unajua kwa sababu nauliza sana, kuuliza sana nini na nitakuonyesha kuuliza. Kuna kitu ambacho sijai kukuuliza mimi. I don't know. Unauliza maswali mara nyingi sana. Sina vyote ambavyo natamani kumuuliza nishaimuuliza. Sina kipya kiukweli. Kweli? Kama tungelazimika kurudia kuanza mapenzi yetu upya, ungependa kila kitu kijirudie au kuna mambo ungeyabadilisha? Jambo ambalo ningelibadilisha, labda ningerudisha miaka nyuma. Ningetamani ningekujua mapema sana, labda tu hata niko primary. Natamani lakini vitu vingine sina ambavyo natamani tungeweza kubadilisha. Natamani ningekujua mapema toka huko, labda sasa hivi tungekuwa na watoto 3, 4. Yeah. Okay. Kitu gani watu wanaamini kuhusu wewe lakini kiuhalisia hakina ukweli kabisa? Wewe umefurahi? Tricky. Rudia tena. Kitu gani watu wanaamini kuhusu wewe? Yaani watu wanaamini kuna kitu fulani lakini kiuhalisia iko kitu hakina ukweli kabisa. Lakini watu wanaamini kuhusu wewe.
Watu wanaamini kama mimi ni mkorofi, lakini mimi ni mpole sana. Afu wanaamini wewe ni mpole, lakini wewe ni mkorofi sana. Mimi ni mpole sana. Mimi ni mpole sana. Wewe una sura ya kipole, sio? Zaidi watu huwa wanaamini mimi ni mkorofi au, lakini mimi ni mtu mpole sana. So mimi watu wanahisi kama mimi wakituangalia labda kwenye mahusiano, yule ndio atakuwa ndo mkorofi yule. Kumbe mimi ndo mpole sana. Alafu yule mume wake ndo mpole, kumbe huyu ndo mkorofi sana. Mimi basi wote sisi tunapona. Ni ushauri gani ambao nimewahi kukupatia ambao huwezi kusahau, yani umebadilisha vitu vingi kwako na mpaka leo hujawahi kusahau na wala huwezi kusahau? Just kuongelea in details, but in 2022, I think 2023, yeah, 2022, yeah, 2021, I don't know. Ulinipa ushauri mmoja, sio kunipa tu ushauri, na kusimamia ushauri mpaka ukatimia kwenye kubadilisha career yangu in career wise, kwamba Nandy inabidi sasa hivi ubadilike uwe hivi kutokana na competition ya muziki ilivyo. Ukienda njia hii njia ndio itakao kusaidia kufika mbali, but njia hii itakukwamisha. So nilifuata njia yako na ndio that's why mpaka sasa hivi niko hapa. Kwa sawa. Kweli. Na hongera kwa kunisikiliza. Mungu aendelee kubariki. Asante. Ni jambo gani ambalo kila mmoja wetu anathamini sana kutoka kwa mwenzake? Upendo. Sitamani kukuona ukilia. Sidhani kama wewe unatamani kuniona mimi nakwazika. Vitu vingi mimi sipendi kukukosea, na naamini sidhani kama unapenda kunikosea. Hivyo ndio vitu ambavyo naamini. I agree. I agree. Yeah, ameshamaliza kila kitu. Nina tabia gani ya ajabu lakini unaipenda na hujawahi kuniambia? Tabia ya ajabu? Hii tabia ile ya ajabu inabidi iwe, si inabidi iwe tabia ambayo si ya kawaida. Kwenye mambo ya tabia ambayo labda weird lakini you just like it. Sijai kuona kama una tabia mbaya ya ajabu na nikaipenda. Okay, tabia gani ambao mimi ninayo naipenda hujawahi kuniambia? Tabia zako zote kwangu mimi naona ni tabia nzuri na nazipenda, ndio maana mko mke wangu, of course. Napenda ambavyo una share na ukiwa na kitu chochote, umekasirika, umekwazwa, unawaza, unafikiri, kuna kitu unatamani kufanya, au muda wote una share. Kwa tunaongea mara nyingi. Napenda pia unavyosimamia kitu unachokiamini. Unaweza kabishana na watu hata kama ni 10, 15, na mara nyingi ile njia ambayo unaiamini huwa inakuwa na manufaa. Kwa hiyo sioni kama kuna tabia ya ajabu. Okay. Kitu gani ambacho hujawahi kuniambia lakini ungependa kusema leo kwa mara ya kwanza? Chochote ambacho unatamani kuniambia, iwe kukosoa, kusifia, kufanya lakini unatamani kuniambia hujawahi kuniambia. Na mtoto nje. Na mtoto nje? Just kidding. Nimepokea. I'm just kidding. Sasa hivi tuna watoto wawili. Okay, tabia kitu gani natamani kukuambia ambacho sijakwambia? Si ndio umesema una mtoto? No. Unaona gumu hiyo? Inaweza kuwa topic ya baadaye. No, I'm just kidding. Sasa ngoja na mtoto. Si ungejua tu hospitali kama nishawahi kuzaa before. Unaweza kuwa naye tu. Naelewa na mtu. Kitu ambacho sijakwambia. Tabia nikwambie tu. Kitu chochote ambacho natamani kuniambia ambacho sijawahi kuniambia. Ndio basi kumbe kitu kweli mimi ninavyojua kuongea vitu wote.
Ungine swali. Kitu gani ambacho hujawahi kuniambia unatamani kuniambia? Kitu chochote kinaweza kuwa kizuri, kinaweza kuwa kibaya, kinaweza kuwa compliment, inaweza kuwa kitu unatamani kitu kuniambia. Nini kinatamani kizaya? Okay, kitu ambacho I think sitaki kukwambia na kiko tu moyoni mwangu, labda kwa sababu ya swali ndo labda nikwambie leo. Anatamani itakapofika mwisho wa maisha yetu mimi ndo nitangulie kabla wewe. Unaanza mambo ya kufa kweli. Si ndio hicho? Nisijioni nikiona umetangulia afu nimebaki, bora nitangulie mimi afu wewe ndo ufuate. Hicho mimi sipendi kujadili mambo yanayohusiana na vifo. Sio kweli. Kwani mimi Selvin? Kama tungeshikana mikono na kurudi miaka 5 nyuma, tungewaambia nini wale Nandy na Billnass wa zamani? Miaka 5 nyuma, miaka 2020. Maisha ya ndoa ni mazuri sana. Ndio neno ambalo ningesema. Nadhani tungewahi kuingia kwenye ndoa zaidi mapema kabla ambapo tunaingia. Na tungewahi kutengeneza familia mapema kabla ambapo tutengeneza. Ikitokea tukaigiza filamu, unahisi kati yetu nani anaweza kuact vizuri sehemu ya usaliti? Unaweza kuigiza vizuri sehemu ya usaliti. Bora. Mungu wangu, ngoja maliza swali. Ikitokea tumefanya filamu mahusiano, nani angeweza kucheza vizuri role ya mpenzi msaliti? Nadhani umesema mwenyewe ni wewe. Ni mimi kwa sababu mimi najua kuigiza na nishawahi kuigiza. Wewe haujui kuigiza, hauna kipaji cha kuigiza. Kwa nini unasema sina kipaji cha kuigiza? Unataka kuninyima kazi kwa Lamata? No. Hauna kipaji cha kuigiza. Sijaamua kuingia kwenye filamu. Hajui kuigiza kwa sababu hawezi kuact. Unajua na kuigiza inabidi wewe unajua sipendi kuact. Kwa mimi naweza hiyo role na iwe. And then I think hiyo mambo usaliti kwenye maigizo, lakini fursa maigizo ningeweza kufanya hiyo role, ningeifanya vizuri sana. Moja ahadi tungependa kuitunza milele ni ahadi ya kutunza milele. Ile tuleta pale kanisa. Ni kila mmoja kuwa mwaminifu kama ile uaminifu. Jambo ambalo tunapaswa kulitunza milele. Hiyo ndio ahadi ambayo. Okay. Kitu gani unapenda kwenye urafiki wetu kabla ya kuwa pesa? Mbona unapenda? Kitu gani unapenda kwenye urafiki wetu? Basi tu our chemistry, yani tuna vitu vingi ambavyo tuna in terms of fashion, career, yani tuna bond. Hata tungekuwa sio mke na mume au sio mtu na mpenzi wake, tungekuwa ni marafiki wazuri sana ambao maybe tunaonana most muda mwingi na tuna share vitu vingi. Tumebond tu hivyo. Kuna ujumbe wote ule kwa shabiki yako? Kwa mashabiki zangu ujumbe, nawapenda na nawashukuru mara zote ambazo mmekuwa wakitusupport. Lakini ujumbe mkubwa ni kwamba kama kweli mtu ananishabikia na ananipenda, hakikishe anatumia NBC Kiganjani, kwa sababu itarahisisha maisha yake. Siwezi kuwa na taarifa njema na nzuri kama hii kutoka NBC Kiganjani alafu nisishare na mashabiki na wapenzi wa muziki wangu. Katika mahitaji ya kila siku, biashara za kila siku, anza kutumia NBC Kiganjani kuyafanya maisha yako yawe ya kisasa zaidi. Hilo ndo ambalo naweza kuambia mashabiki zangu. Good boy. Ukiambiwa nishukuru kitu kimoja mbele ya watu leo hii, unaweza kunishukuru kitu gani? Nashukuru kunipatia mtoto mzuri. Hilo unapaswa mimi ndio kukushukuru wewe. Mimi pia nakushukuru na bila ningepata mtoto. Bila yeye pia singepata mtoto na binti mzuri kama naye. Haya twende. Haya. Gen Z slang. You know you're not Gen Z.
Mimi generation Z jamani. Babu wewe tulia. Bado mtoto wa Let me try. Nakutajia slang za Gen Z, then wewe utaniambia maana yake. Sawa. Mid. Ndivyo tu. Umeona mampa? Mid. Sasa mid nini? Mid term, mid ni. Umeona sasa ndo mambo kijianzia. Mid. Umeshindwa? So sidhani kama neno ni mid. Ndio hivyo wallahi. MID. Mid. Mid, something at the middle, yani sio above, sio yani average. Okay. At least kidogo sababu umeleta mediocre or average. Something hyped up but not impressive. Impressive, yeah, mid. Katikati hapo. IYKYK. IY. Umesema kweli sawa? Soma vizuri. Yeah, IYKYK. I don't know. But if you know, you know. Something only people with shared experience will understand. You know. Okay. No chill. No? No chill. No chill. It's like no chill or just no. No chill. No chill. Vijana wana mambo mengi. No chill. No chill. Nisiumize sana kichwa. I think maybe labda no chill. Oh yeah. Sijui kusema kweli. Acting without restraint, being over dramatic or wenge fulani BCBG musica. Ratio. Yeah. Name, I don't know. Like when a reply post get more engagement than the original post, like price mfano, I think ni kama umepost kitu alafu mtu ambaye ana reply anaweza aka get more engagement. Yeah, maybe kama original post hapa sio ya ukweli au wrong au so maarufu. Simp. Si? SIMP. Simp. Naanza kugundua kweli message nzima. Mbona sasa vitu vingi hivi? Simp. I don't know. Someone who does too much for someone they like romantically, acting without reciprocations. Nabidi nisingejua lakini sio vitu vyangu. So yeah, I know. GOAT. GOAT. Rahisi kweli Utakuwa ni jamani. mtu fulani ambaye ni kiongozi, yani you're a goat, yani kama vile yani yeye mnyama mkali hivyo. GOAT ni greatest of all time. Yes, ndio. Greatest of all time, yani kama ule mtu ambaye ndo Top tier. Yeah. Bozo. Bozo amekaa kama mtu fulani empty head. Bozo hamna kitu yani, like zero. Yeah, you're always there. A fool of someone who does something embarrassing. Yeah, Bozo fulani lame. Delulu. And they're doing it. Delusional. It's used inatumika mara nyingi kama mtu
ana hope kwa kitu unrealistic. Yani unajua kuna wale watu wale wako too delusional. Yani I don't know, sini KJ. Malis Snack. Mtu fulani yani mzuri yani Hivyo ndio vitu tunavyojua. si ndio? Yani mtu anaweza kwambia you eat like a snack, yani kama ni umependeza, yani you look cute, attractive yeah. Done. Kwangu mimi bado moja. No, Bozo was the last time. Kwangu mimi touch grass. Touch grass. Touch grass. I don't know. Ni njia kumwambia mtu tu kuachana na mambo ya kimtandao na ku-experience a real life. Ndio maana kijenzi sasa. Okay. Thank you. Umeonaje maswali? Mazuri. Yanafikirisha. Kweli ilikuwa moment nzuri mimi na mwenzi wangu kupata wasaa mdogo wa kuulizana maswali matatu au watu wanaweza enjoy kuona, lakini kikubwa NBC kiganjani. Yeah. Ukigusa tu emo. Yes.